Shalom shalom wapenzi watazamaji wa YouTube channel yetu ya KKT Msakuzi pamoja na wote wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii Instagram na TikTok. Karibuni katika ibada ya leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya Bwana ya 4 kabla ya Pasaka. Macho yangu yamtazama Bwana. Katika siku ya leo ni siku kubwa ambayo wanawake katika mitaa na sharika mbalimbali wameongoza ibada ya siku ya leo, na nitawahoji baadhi nisikie wanajisikiaje katika walivyoongoza ibada ya siku ya leo na jinsi walivyojiandaa. Karibuni. Sasa tunaungana pia na mama mwenyekiti wa wanawake wote wa mtaa Msakuzi. Sasa huyu ndo ataelezea kiundani maandalizi yalivyokuwa kuelekea hii siku ya leo. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mama, kwa majina anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Flora Evelyn Ntui, ni mwenyekiti wa kina mama katika mtaa wetu wa Msakuzi. Mtu mzito sana. Lazima atatueleza leo mambo yalikuwaje yani. Naomba tueleze maandalizi kuelekea siku hii ya leo yalikuwaje, na pia kama kuna changamoto yoyote ulipitia utuambie ili tuweze kujua. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli nashukuru sana Mungu, na pia tuendelee kushukuru sana ofisi yetu ya mtaa wetu wa Msakuzi, akiwepo mchungaji, mwinjilisi, parishweka, wazee wa baraza pamoja na waumini wote, kwa namna ambavyo tuliweza kusaidiana na kuandaa au kufanya maandalizi ya shughuli yetu ya leo. Kipekee kabisa kwa kweli tulikuwa na wakati mzuri sana wa kina mama kupewa nafasi. Wanatuambia kwamba ukipata nafasi unatakiwa uitumie vizuri. Sasa na sisi wakina mama tulipata nafasi hii kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kwa ajili ya kuongoza wenzetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, nafasi hii tunaitumia vizuri na katika majukumu yetu ya familia na ya kikanisa. Kwa hiyo tunaishukuru sana ofisi ya mtaa kwa namna ambavyo iliweza kutuwezesha na kutupa nafasi hii kama wanawake kuendesha ibada au kusimamia ibada katika madhabahu hii. Kipekee kabisa niwashukuru kina mama kwa namna ambavyo walikuwa na mwitikio mkubwa sana, na shughuli yetu ikafana kama mlivyoiona. Kulikuwa na maigizo, kulikuwa na shairi, kulikuwa na nyimbo, kulikuwa na kila kitu. Kwa hiyo tunawashukuru sana pia waumini kwa namna ambavyo wameweza kuwa wavumilivu kwenye ibada mpaka ibada ikaisha. Kwa hiyo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili hii ya siku ya leo. Kipekee kabisa ni washukuru na ninyi pia kwa kuwa pamoja na sisi, na tunaamini kwamba kila kitu kimeenda vizuri mpaka saa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Tunaamini mwakani mambo yatakuwa zaidi ya mwaka huu. Amen. Kwa kweli tutajitahidi sana wakina mama, mwakani itapendeza zaidi, kwa sababu kila kitu kinapokuwa kizuri huwa kinakuwa ni maandalizi. Kwa hiyo maandalizi yakiwa mazuri na kila kitu kinakuwa kizuri. Asante sana ndugu mtangazaji. Amina. Napenda kuruhusu sasa ukaendelee na majukumu yako mengine. Asante. Sasa tunaungana moja kwa moja pamoja na parishweka wa mtaa wa Msakuzi, atueleze jinsi hii shughuli nzima ilivyoandaliwa kuanzia Jumatatu mpaka kufanikisha siku ya leo, wanawake wote kujumuika pamoja kufanya kilichofanyika mahali hapa, maigizo, kuongoza ibada, praise team. Tumeona wakiwa wamechangamka sana. Atueleze, atajitambulisha kwanza jina lake ni nani, na pia atatueleza maandalizi yalikuwaje mpaka kufikia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Parishweka Joyce Aloisi Mpapalika, mtaa wa Msakuzi. Mimi kama parishweka katika mtaa huu, lakini kikubwa tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa nafasi na kibali kwa siku hii ya leo, ambaye wamama wameweza, wanawake kuongoza ibada, maigizo, praise team, kila kitu kilifanyika na wanawake. Kwa kweli Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Na kipekee kabisa naona kama diocese yetu ya Mashariki na Pwani imetupendelea sana kipekee. Sijawahi kusikia wababa wakipewa nafasi kama hii, lakini wamama tunaweza na tutaendelea kuweza siku zote za maisha yetu. Amina. Amina, amina mama. Naomba tujue kama kuna changamoto yoyote ilikuwepo, maana kukusanya wamama wote, kukutanika sehemu moja, kufanya maandalizi yote na majukumu walionayo. Mlipata changamoto yoyote mpaka kufikia siku ya leo? Ndiyo, tulipata changamoto mbalimbali kutokana na majukumu ya wanawake ambaye wenye familia zao. Tunapoita tukutane, wanawake wengine hawafiki. Mnapochukua siku ya kuandaa igizo, mwingine anafika, mwingine hafiki. Kwa kweli tulikuwa na wakati mgumu sana, lakini kila kitu tuliweza kumtazama Bwana, na yeye Bwana ameweza kufanya. Amina, amina. Nashukuru sana mama, naweza kuruhusu kuendelea na majukumu yako mengine. Sasa tutaungana moja kwa moja na mama katibu ya jimbo ya Magharibi. Jamani, mama mkubwa. Yaani kanisa la KKT Msakuzi tuna watu wakubwa humu ndani. Kwa hiyo yale yote yaliyofanyika hapa ni makubwa, international. Naye pia atatuambia alijiandaaje kuifikia siku hii ya leo. Mama, karibu.
Asante, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mama, kwa jina unaitwa nani? Naitwa Sifa Munuo au Sifa Ndosa. Naomba tueleze jinsi ulivyojiandaa kuifikia siku ya leo pamoja na mama wengine ambao uliwaambia kuhusu siku ya leo. Umetazamaje mambo yaliyofanyika mahali hapa, na utueleze kuwa ulipata changamoto gani pia kuifikia siku ya leo? Kwa kweli siku ya leo imekuwa ni njema sana, tunafurahi, wamama wameonyesha furaha na walijipanga vizuri. Kiukweli mwaka huu umekuwa ni watofauti sana kwetu. Wamama walijipanga kama ambavyo mmekuwa mmeona. Wamama wamefanya maandalizi mazuri. Wameacha shughuli zao na kuweza kushiriki katika mazoezi mbalimbali. Vitu vimefana sana, siku imefana. Imekuwa ni siku njema. Kina mama, tumeshuhudia kina mama wameongoza ibada mahali hapa. Ibada imependeza mno. Tunashukuru sana jimbo letu la Magharibi jinsi ambavyo limekuwa likituhamasisha kwa ajili ya kina mama, na sisi kina mama sasa hivi tunajitahidi kusonga mbele. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya siku hii. Amina, amina. Kweli wamama ni jeshi kubwa sana. Kuna changamoto yoyote ulipata kuelekea siku? Ni kweli kina mama wana mambo mengi na kazi nyingi, familia zinawasubiri, watoto wanawasubiri, changamoto ipo kidogo katika muda, lakini pamoja na hayo yote wameweza kufanya. Nimeshuhudia kina mama ndani ya wiki, katikati ya wiki wakija kwa ajili ya kufanya mazoezi mbalimbali. Wamejitoa. Kama siku ya jana Jumamosi, wamama wamekaa hapa mpaka jioni kwa ajili ya kuweza kufanya usafi na mambo mengine kama hayo, na kujitoa katika huduma za maandalizi ya ibada ambayo imefana sana siku ya leo. Asante sana. Amina, amina. Sasa naweza kuruhusu kuendelea na majukumu mengine. Nashukuru sana. Asante, Mungu akubariki sana. Pia tunaungana na mama ambaye naamini kuwa ndo amehusika kabisa kuandaa igizo la siku hii ya leo. Atueleze ni dhamira gani aliyokuwa nayo katika kuandaa igizo la siku hii ya leo. Mama, habari? Salama kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama, jina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Stella Mtekateka. Nashukuru kufahamu mama. Hebu tueleze kuwa ni dhamira gani uliokuwa nayo katika igizo hili leo? Igizo la kwa ajili ya wanawake, kweli tumeonyesha igizo kuchukua uasilia kwa ajili ya lile somo ambalo lilikuwa limeandaliwa kwenye vile vitabu ambavyo tulitakiwa tuvifanye. Kweli tumechukua uasilia na tumecheza igizo hapa kanisani. Naamini kabisa waumini wametuelewa vizuri kabisa, na kwa sababu tulikuwa tunaeneza jinsi ya kutunza mazingira, na tumewafahamisha kabisa mazingira sio mazingira tu ya hali ya hewa. Mazingira yanaanzia nyumbani kwako, yanaanzia kwenye mwili wako, mazingira yanaanzia kwenye nafsi ya moyo wako. Mazingira, na sisi kina mama ndio wafundishaji wakubwa kwenye familia zetu, kwa sababu kina mama tuko na familia muda mrefu, kuanzia mtoto mchanga mpaka anakuwa rais. Kwa hiyo sisi kina mama kwa kweli mama ni mtu muhimu sana kwenye dunia hii. Pia ninapenda kuipongeza sana dayosisi yetu. Kweli imemheshimisha mwanamke na inajua kabisa mwanamke ni nani. Kwa hilo tunasema kweli imetupa heshima, na sisi nafasi hiyo tunaitendea haki, na kina mama pia tunajitambua. Amina, amina mama. Na katika igizo tumeona ukiigiza kama mama ambaye una changamoto ya kuwa na mume ambaye ni mlevi. Hapo ulipo umechoka kabisa. Yaani bado unachukua hicho kinywaji chako. Naachaje na mwachia nani? Na hii ni uharibifu wa mazingira. Mume wangu. Umefikia nini? Hebu tueleze ulijiandaaje kuvaa huo uhusika? Kwanza kabisa niliandaa kuupokea huo uhalisia. Kweli nilikuwa na baba ambaye kweli ni changamoto. Yaani hapa kuigiza tu ile dakika ya kuigiza ninajua kabisa hao wa baba wenye wake wa namna hiyo kweli wanapitia changamoto kubwa sana. Na watatokaje kwenye ile changamoto? Na ndio maana tumesema kila mwanamke mwenye changamoto na asiye na changamoto amtazame Bwana. Amina mama, tunakushukuru. Naweza kaendelea na majukumu yako mengine. Sasa tunaungana na mmoja ambaye alishiriki katika maigizo, aliigiza kama baba. Sio baba, ni mama, lakini aliigiza kama baba kwa sababu vitu vyote vilifanyika na wanawake ili kutupa somo katika familia
mambo ya kumtazama, macho yetu yawe yanamtazama Bwana. Kwa hiyo tutaungana naye, atatueleza jinsi alivyojiandaa na jinsi alivyojisikia kuvaa uhusika wa baba. Bwana Yesu asifiwe mama. Amina. Kwa majina anaitwa nani? Naitwa Florida Noeli Kayanda au Mrs. Rufingo. Karibu sana mama. Nimekuona leo ukifanya mambo yako katika maigizo. Hebu tueleze jinsi ulivyojiandaa kufikia siku ya leo na kupewa uhusika mgumu kuigiza kama baba. Nashukuru, ni kazi ngumu lakini tunaweza yote katika Bwana. Ni kwamba nilijiamini na nikamwambia Mungu, nipe wewe ndio unayeweza, kwa sababu tunafundisha jamii namna inavyoishi, namna ya kumtegemea Mungu tunapokuwa tunatembea katika maisha magumu. Kuna watu wako namna hiyo wanavyoishi, watu nakuta wako kwenye mazingira ya pombe sana, hajali familia. Na tumeona kweli umeuvaa uhusika. Unaweza kutuigizia kidogo? Amina mama. Asante sana.